Yani katika safari ambayo ilikuwa ngumu hadi tukaamua kuisitisha. Kiukweli ile ndio safari ambayo ilikuwa ngumu sana katika hiyo sehemu ambayo tulikuwa tukielekea. Baada ya kuweza sasa kufika njiani sasa, baada ya pale hatua ambako sasa tuliambiwa kwamba baada ya siku 7 inatakiwa turudi, ndo tukawa tunarudi. Wakati tunarudi njiani sasa, wakati tunatembea sasa, kuna mvua moja kubwa sana ambayo ilikuwa ikinyesha pale. Ile mvua kiukweli ilikuwa ni kubwa, afu na mvua ambayo ilikuwa imeambatana na radi kubwa sana, kiasi kwamba hata sisi pia tukawa tunahofia sasa kwamba hii safari yetu kweli tutafika salama. Mimi pamoja na mwenzangu sasa ambao tuko pamoja katika hiyo safari. Baada ya mvua kutulia kidogo tu, ndipo sasa ikabidi tuendelee na safari yetu ambayo tulikuwa tukielekea hiyo sehemu sasa, ili kupata sasa kile ambacho alituambia atatupa baada tu ya kufika zile siku 7 ambazo sisi sasa tulikuwa tayari tushatimiza, na hapo ilikuwa imebakia kutimiza kwa safari tu. Njiani ndo masaibu kama hayo kama tukuta. Tukatembea kama masaa 6 hivi. Ni umbali mrefu sana ambao tulikuwa tumetembea. Ni kijiji sawa tulifika, lakini katika sehemu ambako yeye ndo alikuwa anatokea ilikuwa ni mbali sana, kiasi kwamba tulipata shida sana hadi kufika kusema wakati tunaelekea ile sehemu tulipata shida sana njiani. Umeona? Baada ya masaa 6 tumetembea umbali wa masaa 6, ndipo sasa njiani sasa tukaona kama makaburi mawili hivi. Moja liko upande wa kushoto na lingine liko upande wa kulia. Alafu ni njiani, alafu inaonekana sio muda sana wametoka kuchimba pale. Sasa mimi pamoja na rafiki yangu tulikuwa tunajiuliza, sasa hapa mbona tuelewi inakueje? Umeona? Na mashimo watu wamechimba saa ngapi? Na mbona inaonekana kama ni sasa hivi tu? Umeona? Na sasa hivi ni usiku sana. Sasa sijajua inakueje. Umeona? Mimi nikafikiria sana, nikasema inawezekana pengine labda huu ni mtego. Umeona? Tunaweza tukasema twende sehemu hiyo sasa ambayo sisi tunaenda sehemu husika, afu mwisho wa siku tukapatwa na mambo ambayo sio mazuri na vitu ambavyo vinaweza vikatokea, pengine labda vinaweza vikawa vibaya kwa upande wetu. Sasa baada ya jamaa yeye kujiuliza na mimi pia kujiuliza, ndipo sasa tukaamua sasa kusitisha sasa kwamba tuishie pale pale ili tuweze kurudi nyuma sasa tulikotoka, kwa sababu sasa hiyo safari sasa inaonekana kwetu sisi si nzuri, kwa sababu tayari tulishaitilia mashaka, afu kwamba vitu vingi ambavyo vilikuwa vinatokea pale, kwa mfano kama hiyo mvua kubwa, afu na radi ambazo zilikuwa zimepatana na radi, vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vimetokea njiani. Safari ilikuwa ngumu, afu mwisho wa siku ndo tunakutana na vitu kama vile. Sasa ikatupata tukale tamaa tu ili turudi, lakini ili tunageuka sasa ili kurudi tukotoka, kuna radi moja ambayo ilipiga kubwa sana. Yaani kuna radi moja ilipiga ambayo ni radi moja kubwa sana. Ile radi ilipopiga tulishtushwa kiukweli, kwa sababu ni radi kubwa, afu na mvua ilikuwa imetulia, afu ukiangalia tupo sehemu za polini, na maana radi ikipiga unasikia yenyewe kama ilivyo. Baada sasa sisi kuendelea kurudi nyuma na safari yetu sasa, ndipo tukasikia kama sauti moja hivi ya bezi kubwa hivi ambayo tulikuwa hatujui inatokea sehemu gani. Ile sauti ilikuwa ikisema mnakwenda kusiko, inatakiwa mrudi mkamilishe zoezi lenu, la sivyo inawezekana msifike huko mnakoenda. Umeona? Afu ghafla ikawa imepotea. Sasa mimi nikawa najiuliza na mwenzangu pia kana najiuliza, hii sauti inatokea wapi? Na huyo anatuambia sisi hivi ni nani? Umeona? Ikabidi tuanze kujiuliza, inawezekana kweli huko tunapoenda anilia tuwezi tukapona. Hapa inatakiwa turudi tulikotoka. Sawa. Kwamba tulikotoka, turudi tulikotoka. Sasa nikasema inawezekana tukurudi kutoka, kumbe kule ndo kubaya, afu huku ndo kuzuri. Umeona? Inawezekana wanafanyia nini mtego. Umeona? Sisi cha kufanya hapa sisi tufanyeje? Umeona? Wakati mdo najiuliza, kile kidubwana ambacho sasa tulikuwa tumepewa sana wewe mtaalamu, kina manyoya hivi kama kimti fulani hivi kimefungwa, lakini kilikuwa kimezungushiwa na zile shanga nyekundu na nyeusi kama unakumbuka. Kile kidubwana bwana mfukoni, nikasia kama kuna kitu kama kina uhai katika mfuko wangu sasa, ambao nguo ambao nilikuwa nikivaa.
Sasa nikajiuliza hii kitu kinafanya nini katika mfuko wangu na kimeingiaje? Umeona? Wala sikuweza kudhania kama ni kile ambacho nilikuwa nimeweka mfukoni, kwa sababu ni kitu ambacho hakina uhai. Kwa hiyo sikuweza kufikiria kabisa. Sasa baadaye naingiza mkono mfukoni, sasa ndipo nakuta kama ni kitu ambacho kama ni kitu ambacho kinaishi. Sasa ile kutoa mkono ghafla hivi nimevuta na mfuko. Baada ya kuvuta na mfuko, kile kitu kilikuwa kimeanguka sasa chini. Sasa umeona, kumwangalia alikuwa ni chura. Sasa nikajiuliza huyu chura ameingiaje katika mfuko wangu? Umeona, sasa mdo najiuliza, ndipo nikakumbuka kwamba mfukoni nilikuwa nimeweka kile kitu ambacho sasa ndo tunabidi nikirudishe kwa mganga. Sasa hapo wakati nakiangalia mfukoni sikukiona tena, bali tu nikamwona yule chura akiwa analukaluka pembezoni pale. Sasa nikaanza kujiuliza kwamba kile kitu ndio hiki au vipi? Umeona, mpaka rafiki yangu mimi pia mwenyewe kana changaa sasa, kwamba imekuaje sasa kati wewe umeweka kitu fulani afu mwisho wa siku unakutana na kitu kama hicho. Umeona, nikajiuliza pale, alafu na mimi pia akajiuliza. Sasa baadaye sasa tunaona bwana, sisi bwana tusiache kurudi safari yetu. Sisi turudi tulikotoka, huku tunakwenda tuachane nako, kwa sababu huku tunakwenda inawezekana kukawa na changamoto afu tatizo tunajua. Umeona, sasa mimi nikajiuliza turudi bwana. Umeona, tunarudi sasa njiani, yani kuna wingu mmoja, yani kama vile wingu fulani ambao limetutanda sisi katika macho yetu. Sidhani kama lile wingu walikuwa kiliona kila mtu katika hii dunia yetu, kwa sababu ni wingu ambao kama vile imetufunika sisi tu. Umeona, tusione mbele wala tusione nyuma wala tusione popote pale, yani tusijue tunakwenda. Baada ya kuweza kufikiria vile, kila mtu sasa akawa sasa anawaza sasa hapo. Umeona, hofu imeshatawala kwamba hamna sehemu sana kuona, huko ukija huko uone kitu, mbele yako uone kitu. Sasa hofu imeanza kutawala, sababu juu uende wapi? Umeona, mwenzangu mwenyewe sometimes mpaka anamuita uko wapi, ananiambia niko hapa. Umeona, tunatafutana sisi wenyewe, yani sisi tu tunatafutana. Umeona, kwa hiyo ilikuwa inatupasa sisi tuifuate sauti ambayo inatokea. Sasa baadaye sasa baada ya ile giza sasa kuanza kutoka kwenye macho sasa kwa taratibu sana, afu ni mdogo sana likali linapotea. Baada ya ile giza kupotea, ndipo tukana sasa kuona mwanga. Sasa kuna hapa, kumbe tunaweza tukapita hapa. Umeona, kumbe tunaweza tukapita hapa kweli, tunapita kama inavyotakiwa. Basi tukaanza kurudi, bahati nzuri tukafanikiwa hadi kufika maeneo ya mjini. Umeona, hapo ndipo sasa tukabidi tuchukue gari tuanze kurejea nyumbani. Yani ni vitu vingi ambavyo vilikuwa vikiendelea kutokea sana, hasa tu katika ile safari yetu. Umeona, kwa sababu wakati tuko njiani tulipanda basi moja hivi, tulikuwa abiria wengi tu, hatakuwa wachache. Hata tunaendelea na safari sasa, ghafla sisi tukajikuta tuko peke yetu, yani kwenye gari kulikuwa hamna hata mtu ambaye tunamwona mbele yetu. Umeona, hata dereva pia alikuwa hayupo. Umeona, afu wakati tunaangalia sasa pale kwenye gari mule, kwenye siti tunaangalia kama tuko peke yetu ukimya, afu gari yenyewe ilikuwa imesimama haiendi tena. Umeona, afu tukakuta ile gari sasa ipo katika mazingira fulani hivi. Umeona, ile gari ilikuwa ipo katika mazingira katikati ya makaburi. Umeona, tukaanza kujiuliza sasa, hii gari imeingiaje hapa katikati ya makaburi? Mbona hatujielewi? Umeona, sasa tuko peke yetu, wenzetu wako wapi? Umeona, wakati tunajiuliza vile, ikatokea tu ghafla sisi tukapoteza fahamu. Umeona, mimi nikajikuta nipo ndani kwangu chumbani ambako naishi sasa, katika chumba ambacho mimi nakiishi. Afu rafiki yangu naye akajikuta naye yupo chumbani naye katika nyumba hiyo katika chumba tofauti sasa, achana na changu, katika chumba chake sasa ambacho yeye anaishi. Umeona, sasa mimi nikashtuka. Niliposhtuka nikawaza hapa nimekujaje? Umeona, nikakumbuka matukio kule tunakumbuka. Umeona, ila kuna sehemu tu ambazo sikumbuki, yani sikumbuki tu nilivyotoka pale nitokaje. Umeona, yani baada ya kupoteza fahamu nilikuwa sielewi lolote kama kilichoendelea pale ni kipi, hamna mtu anayekijua, alikuwa anakijua. Sasa baadaye sasa imeenda mimi katika maisha yangu, ndipo nikaja kukutana na kama siku 3 hivi. Umeona, katika mgongo wangu kwa nyuma kidogo hapa, kuna chale kama 2 hivi nilikuwa nimeziona. Sasa kwanza sikujua kama ni chale la kwanza, kwa sababu
nilijua kupitia nini, kupitia maumivu. Baada ya kuamka asubuhi nakuta kama kuna maumivu, alafu nikiangalia nikijigusa nakuta kama kuna damu, alafu nikiangalia kidonda umbo lake likoje nakuta mistari miwili tu iko hapa. Hadi nikaenda kwa rafiki yangu pia analia, aweze kuangalia kwamba ni hiyo mistari ama ni kidonda cha kawaida ama nini. Umeona? Kwa sababu ilikuwa imekaa kama chale hivi. Ndipo naye sasa akaniangalia sasa. Baada ya kuniangalia akagundua kusema hii mbona kama chale. Umeona? Sasa kila mtu sasa anajiuliza sasa hii chale imetokea wapi? Umeona? Kila mtu sasa akawa sana anaongea kwake sasa kwa upande wake yeye kitu ambacho amekiona na mimi nilikishika japo sijakiona, lakini katika umbile lake nilijua kwamba ni chale. Lakini yeye rafiki yangu naye pia yeye ndo aliona kwa macho kabisa, naye pia akasema hii ni chale. Umeona? Kwa hiyo tuka katika jambo moja hilo chale. Baada ya siku ile kutokea tu siku kama pili hivi mbele yake, rafiki yangu nikashangaa anakuja nyumbani kwangu, yani kugonga mlango kwa nguvu sana. Sasa baada ya kumfungulia, umeona, nikamwona kabisa huyu jamaa kama ana matatizo hivi, kama kwa sababu alikuwa ni mtu fulani ambaye kama ana hofu hivi, kama ana hema sana. Kabidi nimuulize, kwani kuna shida gani, mbona upo katika leo? Akasema kiukweli bwana, kichotokea jana usiku ni siwezi kuamini kabisa. Sasa nikaanza kumuuliza sasa, ni kitu gani ambacho unakisema kwamba kimetokea ambacho huwezi kukiamini? Kuna issue mbaya ambayo imekutokea pengine labda? Akaniambia kuna issue ambayo imemtokea. Anasema kwamba usiku alikuwa amelala anaota. Alikuwa amelala anaota anapoka moto katika kama anachoma msitu hivi. Umeona? Wakati anachoma msitu sasa, wakati anatembea zake, kuna moto ambao uliruka. Ule moto ulivyoruka ukaenda kumpiga hapa kwenye mguu. Kama kijinga cha moto hivi. Kimekaa kwenye mguu. Baadaye anakuja sasa anashtuka, ndio anakutana sasa na kidonda mguuni. Umeona? Kidonda ambacho kina umbo la mviringo. Katika sasa kila mtu akawa sasa anajiuliza sasa mimi ndio nilitokea hivyo, lakini yeye pia kaja ikamtokea hivyo. Sasa kila mtu akawa anajiuliza kwa upande wake kwamba bwana huyo kimetokea hivi afu mimi pia nimetokea hivi. Ina maana bado yale mambo yanaendelea. Umeona? Yaani hiyo hadi yote hiyo baada tu ya kuweza kutoka kwenye safari yetu. Umeona? Ndio mambo ambayo sana akaendelea kutokea sasa kama hayo sasa. Huyu anajikuta yuko hivi, huyu yuko hivi. Umeona? Sasa kadri siku ambazo zikiwa zinazidi kwenda, mimi usiku nilikuwa naona kidonda changu hapa kinawaka. Umeona? Sasa rafiki yangu naye mwenyewe pia akilala usiku kidonda chake naye anaona kama kinawaka. Umeona? Kidonda chake kinawaka lakini kinamulika chini. Umeona? Mecha nyuma mimi kinawaka lakini kimewaka nyuma. Umeona? Kwa labda nitumie njia gani labda kuweza kuzungumza hili swala labda mkanielewa kiurahisi sana. Kikweli tuliteseka sana katika baada tu ya ile safari kuweza kurudi sasa. Tuliteseka sana. Mke wangu sasa akawa sasa anataka kuoa sasa. Umeona? Japo na vile vitu viliendelea kutokea lakini vilikuwa kama vinatokea vinapotea. Umeona? Sasa rafiki yangu yeye akawa anataka kuoa sasa, ndio kuna mwanamke ambaye alimpata ambaye anahisi alikuwa akisi kwamba ndo mtu ambaye watazeka pamoja. Na ukiangalia kikweli mimi pamoja na rafiki yangu tulikuwa ni watu ambao tukipendana sana, na kila ushauri ambao anaomba mwenzake basi unampa naye anakupa. Mambo yanaenda hivyo na maisha yakawa yanaendelea. Sasa yule mwanamke bwana ananiambia kwamba baada tu kuweza kumuoa, baada ya siku 3 tu akaja kuniambia kwamba yule mwanamke kama anaona kama ni mtu sana tofauti, mbona kama amuelewelewi mambo yake. Usiku muda mwingine kama simuone kitandani, muda mwingine anacheka kama mtu anaoga bafuni, kina bafuni unakuta hamna mtu anayeoga bafuni na bafuni limefungwa. Sasa nikaanza kushangaa na mimi pia sasa. Kusema sasa hapa kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Inawezekana pengine bado yale maudhuzo bado yanaendelea kutufuata. Na pia ikabidi akubali hilo swala kwamba inawezekana ni kweli haya mazingira ambayo tulikuwa tukitafuta na sisi kwa tujafika safari yetu, inawezekana ndo
sababu sasa hivi ni vitu ambavyo vinakuwa vinatokea. Sasa akasema mimi kikweli nimefikiria hivyo, inawezekana ni kweli baada ya kutoka kule ndo changamoto ikawa inaendelea mpaka hivi sasa tunawapata haya. Nikasema inawezekana, umeona? Sasa basi hapo sasa ukiangalia vibaya hapo, yani usipotumia akili unaweza kumchukia mwanamke. Umeona, kwa sababu mwanamke mchawi, kile kumbe mwanamke kumbe yuko sahihi. Kweli bwana wewe. Basi tumeenda. Umeona? Ndio mwingine naenda kukutana na shemu, tunapiga story, lakini vitu vingi ambavyo vinatokea. Mama mwingine anaona kama mwanamke mke wake anaona kama anamnyonga. Umeona? Sometimes yani vitu vingi ambavyo anakuwa anaviota juu yake, afu akishuka anajikuta anatokwa na jasho jingi sana katika mwili wake. Na katika mwili wake sasa kuna siku anasema kwamba alilala akamwona kama alikuwa na mpaka rangi katika mwili wake, mwili mzima. Ilikuwa ni rangi nyeupe. Sasa alipo mpaka tu zile rangi zile, alimpaka kama rangi hivi, akapaka afu baadaye akampia kadoti katika paji lake la uso. Unaona? Sasa alifanya tu vile tu, yeye akashtuka. Sasa naye akaanza kujiuliza sasa mbona hivi? Mbona sielewi? Mbona sasa naota ndoto hizi? Huyu mwanamke hivi kweli ni sahihi kwangu ama sio sahihi kwangu? Unaona? Sielewi. Ndio kabisa aje kushtaki kwangu sasa. Akanieleza hayo kama nilivyokueleza hapo, akanieleza, nikamsikiliza. Basi baadaye kabidi sasa nimwambie, "Ni mwanangu, lakini kama unahisi kama mwanamke wako kama mwanamke kweli yuko sahihi, inawezekana kweli ama si kweli, japo hatujui sasa, kwa sababu bado vitu vimefuatilia sisi. Umeona? Sijajua kama ni kweli ama si kweli. Hatuelewi wote sasa. Umeona? Sasa tumeenda pale, tumeenda. Baadaye sasa ndo mimi simu yangu sasa ikawa naita sasa. Umeona? Kuja kupokea simu nakuja nakuta ni namba ya mjomba. Umeona? Mjomba ananiambia vipi? Ya safi mjomba. Umeona? Vipi maisha nasemeje? Wapi vipi? Kaongea pale maisha nini? Umeona? Ndugu wangu mbona kama huko sawa? Umeona? Akamwambia mimi hapa siko sawa. Umeona? Mjomba, mimi bwana kuna shida imetokea. Kabidi sasa niwe mtu wazi sasa. Pengine hapa inawezekana mjomba kanipa msaada. Umeona? Kwa sababu mjomba naye mwenyewe kidogo alikuwa ni mtaalamu wa vitu fulani hivi. Kwa hiyo nikasema kabisa labda pengine hapa anaweza kanipa njia ya kupita ama akanipa labda jikinge na hiki au fanya hivi ili maisha yaende. Kaambia mjomba, mimi kweli mimi hapa sina raha kabisa, nateseka sana. Akaniuliza kitu gani ambacho kinakutesa? Umeona? Kaambia mjomba bwana, na rafiki yangu, nikamsimulia kama hivyo ambavyo nimesimulia kwamba na rafiki yangu, umeona, ndio leo nilipoenda kwamba twende kwa mganga kienyeji, lakini mambo ambayo yametukuta kule ni makubwa sana. Yaani kila mtu sasa kinamfanya sasa awe na hofu katika moyo wake sasa. Sasa baadaye mjomba akaanza kujifikiria. Akasema wewe kwanza ulianzeje kwenda huko? Mjomba, ndio hivyo tu basi, vishawishi ndio ikatokea nikaenda kule. Unaona? Akaniambia sasa mimi nakupa njia moja. Umesema mlienda kwa nani? Nipe jina kwanza. Umeona? Akaniambia mimi jina lake mimi sina. Mimi sijui jina lake yule. Alafu jina lake ni refu sana, hata kama ukilijua mjomba mwenyewe huwezi kulikamata kirahisi, yani lazima tukwenda kutoka sana. Sasa bado mimi nitakusaidiaje? Umeona? Akasema mimi msaada wangu mimi ni kwamba utoke hapo afu uende kule. Umeona? Ukishaenda tu kule unasema kama mkufika safari yenu? Ngambia ndio tukufika safari yetu. Akasema sasa wewe ukienda tu kule ukitembea ukifika kile kijiji kile tembea kama masaa 5 hivi. Kule nimefika baada ya masaa hiyo sehemu ambako mnye mlishia ilikuwa masaa mangapi? Nikamwambia ilikuwa masaa 6. Umeona? Akasema sawa, tembea kama masaa 5 hivi, acha saa moja mbele. Ukifika pap masaa 5 kamili yani pap imefika pale, simama pale alafu ndipo uanze kurudi nyuma sasa, uendelee na safari ya kwenda kurudi nyumbani. Umeona? Ila bila hivyo
mtaendelea kuteseka sana 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 sana. Umeona? Ikabidi sasa nikamwambia bomba, kwani naweza kaenda peke yangu, kwa sababu mimi hapa ni kule ninaenda na rafiki yangu. Akasema hamna, unaweza kaenda na rafiki yako, na kule itakuwa ni vizuri zaidi mwende na rafiki yako wawili kule. Umeona? Asibaki mmoja nyuma. Umeona? Na mkifanya masiara, hii issue itakuwa ni issue moja kubwa sana kwa upande wenu. Kwa hiyo kufanya hapa, mjitahidi mfike ile sehemu. Yaani mfike kule, mtembee hayo masaa ambayo nimewaambia. Sawa? Umeona? Basi tukapanda tena gari. Safari ndio kama ndefu kama unavyojua ndugu yangu, kama nilivyokuelekeza mwanzo. Tukapanda gari sisi hao. Umeona? Tap hadi kile kijiji tukawa tumefika usiku. Umeona? Kufika pale kuna kile kijiji sasa. Na tuingie sasa njia sasa, tuanze kutembea sasa masaa sasa. Tumetembea kama saa moja hivi kuweza kufika. Saa moja tu kuweza kupita, ni saa moja kama moja hivi. Ghafla tukakuta kama kuna mwangu mmoja tu muli, yani umezima afu umewaka tena. Umeona? Sasa mwanga huu una nini, mbona tuelewi? Kwa sababu nilivozima afu ukawaka, ukazima tena afu ukawaka tena. Hapo baadaye sasa tukajikuta tuko sehemu ambayo ni tofauti kabisa, ni sio tena kuna kile kijiji. Tuliwaza kama tutafanyaje hapa? Mbona tuelewi sasa, mbona mambo mengi sana yanaendelea kutokea, hiki kinatokea. Mbona tuelewi hapa tunafanyaje? Umeona? Hapo sasa kama mmoja sasa akawa anafikiria kwa upande wake. Hapa nifanyaje? Tufanyaje? Tukiangalia mazingira kikweli, na ilikuwa ni mchana, mida kama mchana hivi. Tukotokea pale. Kule watu tumetoka usiku, lakini huku ilikuwa mazingira kama ya mchana hivi. Afu ni mazingira ambayo ni tulivu sana, yani mazingira fulani ambayo ni kama vile yanatunzwa, lakini ni mazingira ya polini. Yani hayatunzwi, lakini unakuta ni sehemu ambapo ni kupo clear, ni kupo safi. Kuna miti fulani ya mapambo, kuna maua, kuna nini, kuna vitu vingi sana ambavyo vipo katika yale mazingira. Basi sisi kabidi tuende kutembea, tujue tunaenda wapi sasa. Maana tuwezi kusimama tu hapo. Umeona? Inatakiwa tuondoke, tuende kutembea. Umeona? Hata kama hatujui tunakoenda kupata msaada. Umeona? Basi tukatembea. Tukafika mbele sasa, tukakuta kama kuna mto hivi umegawanyisha sehemu mbili. Ile pole lile, huko ambako tuko sisi ni sehemu nyingine na kuna sehemu nyingine, lakini ni sehemu moja tu, lakini hakuna sehemu ambako utapita wewe bila kuvuka ule mto. Ina maana mto ndo uligawa ile sehemu. Unaona? Alafu tukaona kama upande wa pili kama vile kuna tochi inapita. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa tunapitaje kwenda kule? Inawezekana ule ndo msaada. Unaona? Tukajaribu kupiga makelele pale, kusema pale, kuongea, kuita, wapi hapa? Hamna mtu ambaye alikuwa anatusikiliza. Sisi kabidi turudi jukumu la kubwa tu tuwafuate, kwa sababu gani? Tuko tumefika hapa, hamna mtu tuliomuona. Unaona? Tuko sisi wenyewe, tuna maana huko hamna watu. Hao tukiwakosa na maana tuweze kupata tena msaada kwa watu wengine. Umeona? Kwa sasa sisi video sasa tunaenda kule. Sasa kule ndio tunaendaje? Umeona? Tunaendaje kule afu na mto umepita hapa katikati? Umeona? Hatujui huo mto una urefu gani? Umeona? Hatuelewi huo mto ukoje? Umeona? Mazingira yake una mama pengine labda ama sio mama tu, labda ni vitu vibaya. Hatujui kina chake. Yaani hatuelewi. Umeona? Kile sasa tukajipa moyo bwana, hapa itakuwa tutuvuke, sasa tutafanyaje? Umeona? Maana hapa tusiata kusema turudi nyumbani, tunarudiji sasa, kwa sababu hamna tena sehemu sisi tunayojua. Unaona? Tunarudi hapa, hatujui tuko mashariki, hatujui tuko kaskazini, hatujui tuko kusini, hatujui tuko magharibi. Umeona? Yaani sisi tunajua tuko hapa, tunajua sehemu hii ambako sisi tupo sisi tu basi, kwa sababu ni sehemu sisi yote sisi hatujui. Umeona? Kweli bwana, kabisa hapo tuchukue jukumu la kuvuka maji sasa. Hii tukaangalia msaada huko mbele na kuaje. Basi baada ya kuweza kuvuka yale maji, tumeenda ili sasa tunafuata zile tochi sasa. Kilichotukuta sisi blaza. Inaumiza sana.